huduma. Sisi tuko hapa kuambia kama upinzani tumeapa, yule mmoja wetu atapatiwa nafasi ya kupeperusha bendera, wengine wote watamfuata. Umoja wetu ni nguvu zetu, lakini utengano ni udhaifu. Kwa hivyo nikiwaambia PNP ni chama mimi naongoza, People's Liberation Party. Nikisema PNP useme tuungane tujikomboe. PNP. Nitarudi hapa Othaya, ziara ya PNP. Leo ulikuwa ni mkutano wa United Opposition, siwezi nikaanza mambo ingine, lakini nitarudi. Niko na kijana yenu kutoka Nyeri hata ongea, anaitwa Kenywa Wajeri, standing member of parliament, Nyeri Town. Na niko na wengine wengi, hata kijana mwingine hapa wa Bahati, lakini nikomeshe hapo, nipatie heshima wenzangu ambao hawajaongea. Richi, nikieleza hao watu wanipatie njia, iko kashughuli itafanya nitoroke mapema. Asanteni sana. Mama amepewa ruhusa ende. Nenda mpaka Pinjaba. Sasa tuko na kazi ni mwingine kutoka Kisii, Mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i. Namna gani? Mimi hata kama nikisimamia hapo, mimi nimewapenda tayari zaidi. Lakini sasa tafadhali munisikize kidogo tu. Tumefika hapa vile wenzangu wamewaeleza, kwa sababu ya yale maneno maovu ambayo yalifanyika weekend iliyopita hapa Othaya. Asubuhi tukiwa kwa kanisa pale, nilisema viongozi wetu wa kanisa, hawa ndugu zetu ambao ni viongozi wako kwa serikali, wakati walikuwa wanatafuta kura, waliingia kwa serikali, walikuwa kila siku wanabeba mambo huko kusema wao ni watakatifu. Alafu sasa hata siku moja kiongozi wa kanisa akasema kwa uchaguzi huu the church has a candidate. Wakasema wameleta mtakatifu, mtu mzuri ambaye atakuja kutufanyia maneno. Mtu anapia watoto kanisa ni mtu mzuri kweli? Unajua, nataka kuzungumzia mambo mawili tu. Kule ninakotoka, mahali nilelewa, sisi mtu akisema asha, yani akisema la, kwa sababu kama tutaki maneno kama hayo tunasema la, ama tunasema namna gani? Asha. Kupiga watoto, kudanganya wananchi, kudanganya hata wazee, kutuibia mali ya serikali, uongozi mbaya. Sasa ndugu zangu na dada, mimi watu wa Nyeri, mimi nafurahi kwa sababu ninasimama kwa mchanga wa mheshimiwa hayati Rais Mwai Kibaki, ambaye aliweka historia kubwa katika ulimwengu kwa mipango yake ya elimu. Sasa tumefika wakati watoto wanashindwa kwenda shule 6 decades after independence. Haya ni maneno mazuri kweli? Na ni kwa sababu pesa inaporwa na serikali, watu wanalipwa kila wakati, ni kila siku watu wanabebwa kwenda State House kupewa pesa. Ndio nasema tafadhali, hizo pesa ziwekwe kwa elimu, watoto wetu wapate capitation, watoto wetu wasome. Ama namna gani? Kwa hivyo wale viongozi wetu wa kitaifa ambao wanapenda kusema hivi hatuna mpango, tuna mpango. Tupee serikali tuwaonyeshe mpango wetu ni huu. Tutarudisha free primary education, tutarudisha free day secondary education, tutarudisha linda mama, tutarudisha afya,
na tutaendelea na miradi ya serikali ya kuweka amani kwa nchi yetu. Na sisi mkitupea serikali, hatutawaua watoto, hatutapiga watoto tiagas na kina mama kwa kanisa. Hiyo ndio mpango nchi yetu hii ya Kenya. Kwa hivyo wakisema eti wao wako na akili nyingi zaidi, sasa mimi nashangaa, yaani uko na akili nyingi mpaka umeshindwa kuelimisha watoto, akili nyingi zaidi mpaka watu wanazunguka, hakuna dawa kwa hospitali. Mnakubali hiyo ni akili? Eti akili tuko na akili nyingi sana sisi viongozi, alafu mambo inashindikana tukionyesha hivi. Wananchi hata nyinyi mnakubali kweli hiyo ni akili nyingi? Hapana. Ninawaomba tafadhali tushikane sisi wote pamoja, tusimame imara, tutetee katiba na tutetee nchi yetu ya Kenya. Na yale maneno yalikuwa yanafanywa Rigathi Gachagua last week, mpango wa hawa watu kuumiza huyu Rigathi Gachagua ni mpango wa kutuumiza sisi wote. Wanaanzia hapo, watakuja kwangu, waende kwa yule mwingine. Utakubali maneno kama haya? Ninaungana na wengine kusema sisi tumeungana pamoja, tunataka kuhakikisha kwamba serikali ndio sisi tunatii sheria na tunaheshimu sheria na tunaheshimu katiba, lakini haiwezi kuwa eti sisi watu wa upinzani na viongozi wa upinzani ndio sisi supposed to respect the constitution. Serikali nayo iheshimu sheria ama namna gani? Wasipoheshimu sheria, sasa sisi hakuna haja ya kuheshimu sheria ama namna gani? Na kama ni maneno ya kuleta goons, na polisi hawezi kututetea sisi, sitatubidi tujitetee. Wananchi mnakubali tujitetee? Hebu nionyeshe mikono wale mnasema kujitetea. Kwa sababu kama hawezi kututetea, tutatafuta namna ya kujitetea, na sisi tunajitetea na nyinyi wananchi. Tutakuja kwenu, tupange vile tutapanga, tuanze kujitetea. Lakini kwa sasa, hatua ya kwanza, tuhakikishe kwamba tunaheshimu sheria, ndio tunafuata katiba, ndio, lakini wenzetu, viongozi wetu wa kitaifa pia nao wafuate sheria, waheshimu katiba, wahakikishe kwamba ule uhuru tuko nao. Hatuhitaji idhini ya rais kuja hapa udhaa kusalimiana na nyinyi. Tunahitaji permission ya president. Tunahitaji idhini ya rais kwenda kanisa. Hatuhitaji idhini ya mtu kwenda kanisa. Kwa hivyo Rigathi hahitaji idhini ya mtu kwenda kanisa, hahitaji idhini ya mtu yeyote kuungana na sisi na kukaa na Wakenya wengine kuongea mambo ya maendeleo ya Kenya. Kwa hivyo sisi tutazidi kukaa pamoja na tutazidi kuungana na tutatembea katika safari hii kuhakikisha kwamba majaliwa ya Mwenyezi Mungu tumepea Kenya serikali mpya mwaka ujao ambayo inajali wananchi kuliko hawa wangwana. Mnakubaliana na sisi? Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana. Tunaendelea vizuri. Niko na kiongozi wetu, ndugu wetu kutoka hapa Mlimani, the Honorable Justin Hildan Muturi. Hello, Mumaya. Mwaibete umode kwa ere na tukotulika na atu. Mundu kwa mundu. Iyo tokotili ama kwele nubuoya. Newama. Sisi tumekuja hapa kwa sababu moja. Kuguza mmoja wetu. Ni kujaribu kutingiza mlima. Na huu mlima hautingiki. Tunataka kumwambia William Ruto, unasema ati viongozi wa upinzani hawana akili. Juzi alikuwa hapa Nyeri, akaita watu viongozi kadhaa wale anapea pesa, akawaambia unajua nyinyi ndio mlinipatia kiti, mimi siwezi kuachana na nyinyi, niende nikatafuta wapumbavu. Simulisikia akisema hivyo?
wakatafuta wapumbavu. Alafu Ijumaa alikuwa kwa wapumbavu, akaambia wapumbavu kwamba nyinyi ni watu na akili sana, ati siwezi kuwatana na mambo ya Rigathi na Kalonzo na hao wengine kwa sababu ni watu wajinga, hawana akili. Sasa Ruto, kwani Ruto unabeba namna gani sisi? Ukiwa hapa unatuambia wala ni wapumbavu, ukienda kule unasema sisi hatuna akili. Sasa huyu si mtu amechanganyikiwa? Hiyo ni sababu moja ya kupeleka Ruto nyumbani. Sababu ya pili, Ruto tunakuuliza, unataka kuua Wakenya na vijana wetu wangapi ndio utosheke? Unataka kuua wangapi? Alafu Ruto unatanganya unasema ati watoto mtalipa. Kwani kuna bei ya roho ya mtu? Bei ya one life ni pesa ngapi? Ruto tukamwambia kama unataka kuua watu ndio walipe. Sasa tunataka kupatia suggestion, proposal, na lazima hii utimize. Ruto, kama unataka ukiua mtu ulipe, sasa wewe tunafanya namna hii. Tupatie mtoto wako moja tuue, alafu tukulipe. Kuna mzazi ambaye anataka mtoto wake auawe. Sasa ile kimefika ni kwamba Ruto amepora nchi, ameimaliza. Tumeambiwa hapa masomo ndio hiyo imeisha, mambo ya afya imeisha, mashamba ameiba mpaka ujue hata juani. Sasa sisi tunasema kwa sababu hizo zote lazima ni Ruto akuwe one. Ruto one. Na Ruto tukipeleka nyumbani Sugoi, ujue sisi, because we are the alternative government, tukiingia tu namna hii, William Ruto, hiyo mali ya Wakenya umepora, lazima tutakutia, tukukamata, tukupeleke kotini, na hiyo mali turudishie hiyo wananchi wa Kenya. Harambee! Harambee! Na Ruto, wewe endelea na wale watu ambao vibaraka uko nao hapo. Unawaita kule Ikulu, State House, unaita viongozi ya vifuato wale vibaraka wako, unawaambia ati msijali ile mambo naongea na ODM, ati sio kitu mbaya, hakuna vitu watachukua, tutazungumza tu, lakini kiti kimoja ambacho hatuwezi zungumzia ni kiti ya rais. Nao kale kangine pale, kale kasaprano kanapiga makofi. Nani yako kanapiga makofi, ili hali Ruto amesema kile kiti ambayo haiwezi kuzungumziwa wakizungumza na ODM ni kiti ya rais. Sio namaanisha hii asoprano imeenda, alafu kanapiga makofi, kanaambia watu Ruto ni fire, si fire. Sikwani Ruto ni fire? Ujua Ruto ni fire, anakaambia hapo wakati wameketi, ati kiti hii uko nayo haiko, imeenda. Na ndio sababu umesikia yule mama anaitwa Gladys Wanga amesema ati wanataka serikali 50-50. Ati wanataka shares, wanasema shares. Si walifukuza Rigiji wakisema wameongea mambo ya shares. Sasa wanaitisha nini? Wanaitisha shares. Watu wanachukua ufala usiofala. Sasa nini wanasema? Walisema Rigiji ati ameongea mambo ya shares. Sasa ndio sababu naona hata mtu akiongea anasema wale ni wapumbavu. Sivyo nisema? Kwa hivyo wanatakiwa kujua kwamba huyu Kasongo sisi tunamuelewa. Si alikuja hapa amebeba Biblia? Mwani ya Rosho? Ndio watu inagea.
William Ruto, hata ujaribu vipi hautaigawanya. Hii mlima ni kitu moja. Hii mlima ni kitu kimoja, na hata ujaribu, hata utumie soprano, utumie ishumwa, utumie nani, wakina wa Mushoba, hii mlima ni kitu moja, hautagawanya. Na kiongozi mwenzetu Getungati Kolola Mahama nake na Ruto ake ukioyo lewa kama ya tumia. Asante sana. Haya, kabla sijaita kiongozi moja, ningetaka kujua pia Udhaya, chama yenu ni gani? Chama yenu ni gani? Nikisema DCP mnasema sikiza ground. DCP? DCP? Wacha nione watu wa DCP, watu wa DCP. Niko na kiongozi, Deputy Party Leader wa DCP, Senator Cleophas Malala. Udhaya mnasemaje? Mnasemaje? Mimi nimetoka kule Western Region. Na huko Western Region wamesema Ruto must go. Hapa mnasema Ruto must go. Hebu tueleweni. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Aende must go. Mwizi. Mwizi! Mwizi! Arambe! Huyu jamaa tutampeleka nyumbani. Wiki iliyopita tulikuja hapa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Vile tulikuwa ndani ya kanisa, William Ruto alituma mbunge wenu na watu fulani wakuje watupige ndani ya kanisa. Na vile walikuja kule, walikuwa wanatafuta maisha ya Rigiji. Walitaka kupiga Rigiji risasi. Juzi tumeenda pale kwa Inspector General yule IG, tukaingia kwa ofisi yake. Hapo ndio nilijua huyu Rigiji ni mwanaume. Aliangalia huyo Inspector General Kanja kwa macho, akamwambia, wewe Kanja, wewe ukitaka kuniua, nimejileta hapa leo, wewe uniue kwa ofisi yako. Huyu Rigiji aliambia Inspector General kwamba afadhali auwe yeye, lakini aachane na wamama na watoto wa Udhaya. Tuliambia Inspector General kwamba tuko na two conditions, kwamba mkitaka tuache hii maneno, wale maaskari ambao walikuja kutupiga hapa marisasi mpaka washikwe, wakamatwe na wafutwe kazi. Vile Rigiji alisema kwamba hatutaacha hii maneno kama William Ruto hajashika wale askari ambao waliua Gen Z wetu wakati ya maandamano. Sisi tumesikia jana William Ruto
akisema kwamba ako tayari kurejeshea na kukompensate wale Gen Z ambao waliaga. Akasema ati